tukienda kinyume pia mnaelewa, si ndio? Sawa kabisa. Haya, Mhanyi. Mbukweni. Asante sana. Kumbe uko macho. Haya, naomba kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema, lakini kwa kutukutanisha mahali hapa kwa wakati huu. Naamini ni wakati wa Mungu. Lakini ni washukuru pia waliotufikia CRDB Bank ambao wameendelea kuwa karibu nasi muda wote. Tunawakaribisha sana Manyoni. Kwa wale wageni, Manyoni kama mnavyoiona iko shwari na hatunaga jambo dogo. Ndio maana mtaona wananchi ndivyoita tu wameitika. Makundi yote yako vizuri kwa uwakilishi mzuri kabisa wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru wale wote mlioweza kuitikia wito huu, lakini mshukuru zaidi Mungu kwa kuwapa kibali cha kuwa mahali hapa, kuwasafirisha, mmeweza kusafiri na kufika salama. Tunamshukuru Mungu kwa yote. Kakaangu pamoja na Baraka, karibuni sana Manyoni na tunashukuru kwa kutufikia. Tunaamini kwamba halmashauri ni nyingi ambazo zinatamani mngeweza kuwafikia kabla yetu sisi, lakini mmeweza kutuangalia kipekee kwa sababu mnakipenda na mnakijali. Kwa hiyo nawakaribisha. Meneja, naamini kwamba umefurahi kwa sababu programu imekuwa ukija unaiongea sana ofisini, lakini sasa kwa sababu imewafikia wananchi wangu, mimi nafurahi sana. Kwa wale ambao hatujawahi kuonana, sidhani, lakini wengine mnanifahamu, lakini mimi ni Anastasia Tutuba, mkurugenzi wenu ambaye tumekuwa wote siku zote. Naomba niseme tu kwamba wananchi hawa wana kiu sana ya maendeleo. Kwa hiyo kuja kwenu ni fursa ambayo sitamani hata mmoja aweze kuikosa. Tukiona katika programu hii ya Ibeju, mmesema vizuri kabisa kwamba ni programu ambayo inakuja kujazilizia pale kwenye 10% za wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Na bado mmekuja kwa mlengo ule kwa programu inayotaka kufanana isiyokuwa na riba, na ukikopa unarejesha kama ulikokopa, si ndio? Na tumeona urejeshaji wako ndio utakaokupa kasi ya kukopa zaidi na kwa kiwango cha juu. Kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Rais alitupatia maelekezo. Mwaka huu tulianza utaratibu tena wa kukopeshana baada ya kipindi kile cha kupumzishwa kwa kipindi cha miezi kama 4 hivi. Kuanzia tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka jana tulistopishwa kutoa mikopo ya 10%. Lakini ilikuwa ni kwa sababu kuna watu walikuwa nakopa na hawarejeshi. Kutokana na kwamba kulikuwa na madeni makubwa ambayo yalikuwa yamezidi kuongezeka, basi ikaonekana ni vema utaratibu ule ujadiliwe na wadau kwa kuangalia maisha halisia ya kisasa ambayo tunaendelea kuishi nayo, maisha yalivyo, lakini utaratibu wa biashara kwenye maeneo yetu na namna bora ya kuweza kurejesha mikopo. Kwa hiyo wadau walishirikishwa, mpaka mabenki walishirikishwa. Katika ushirikishwaji ule, wadau walitoa maoni mbalimbali ambapo yale yaliyoweza kukubalika kwa makundi tofauti basi ndio yaliyoweza kuchukuliwa na kuandaliwa utaratibu mpya ambao wengi wenu mmeweza kushiriki kwa kushirikiana na maafisa maendeleo jamii kwenye ngazi ya kata mpaka kwenye ngazi ya wilaya. Na kama mnavyofahamu, na sisi tuliweza kutoa mikopo ile 10% tunayokusanya kutoka kwenye vyanzo halisi, tuliweza kuitoa kwenye vikundi vyetu vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Lakini niseme tu kwamba kwa Manyoni wanawake wanaomba wengi sana. Wanawake oye! Wanawake safi! Naamini mnachakalika mno. Si mnajua nyinyi ndio mmebeba familia. Yaani ziko migongoni. Kwa hiyo ukiamka unawaza, leo nikafanye nini? Kwa hiyo katika hilo wanawake wengi walijitokeza kuomba. Lakini pia kwenye vikundi vya vijana
vijana walijitokeza, japo wengi huwa wako busy, yaani busy kupita maelezo. Kuwakusanya, kuwakalisha hapa, naamini wengi wameshatoka mara 3 mara 4. Sasa huwa hawapati taarifa sahihi. Kwa hiyo kutambua kwamba kuna mikopo na ina utaratibu wake ilikuwa ni changamoto pia. Kwa hiyo wengi unakuta hawafikiwi kwa sababu ya elimu. Kwa hiyo niwapongeze pia serikali kwa kulenga katika kutoa elimu kwa makundi haya, kwa sababu naamini sasa vijana wana uhitaji wa pesa, lakini katika kukimbizana wanashindwa kutulia na kupata taarifa sahihi kwa wakati sahihi. Sasa katika makundi yale unakuta kwamba vijana wanaomba wachache kulinganisha na wanaume, lakini pia vijana kufanya vikundi ni changamoto. Yaani wakikutana wengi wanakubaliana kutokukubaliana. Kweli si kweli? Kwa nini? Kwa sababu wana malengo tofauti. Katika biashara pia hawana biashara zile za pamoja. Sasa kwenye uboreshaji wa 10% hii tulijikuta kwamba sawa, pamoja na vikundi kutengenezwa kwa pamoja kuanzia kwa watu 5 mpaka 10, bado kulikuwa na ruksa ya vikundi hivyo kuwa na watu ambao wanafanya biashara tofauti ya mmoja zimeweza kutambuliwa kama biashara za mmoja, lakini katika vikundi. Kwa hiyo ilikuwa inatakiwa pia kule mjadiliane namna ya kurejesha kama kikundi, lakini kama mtu mmoja baada ya kupata fedha, si ndio? Kwa hiyo hayo ni baadhi ya maboresho yaliyofanyika, ila bado tukapata vikundi si vingi sana. Tukija kwa upande wa watu wenye ulemavu, kwa Manyoni bado vilikuwa vichache sana. Nakumbuka kwa mgao wa awamu ya kwanza milioni 60 zilibaki kwa sababu hapakuwa na kikundi hata kimoja cha watu wenye ulemavu kilichokuwa kimeomba kwa wakati na kukidhi vigezo. Kwa sababu kwanza sinaomba kwenye mfumo Kwa hiyo muda ukipita, ile wing ikipita ikaendelea kufanywa kazi, manake wale waliochelewa wanasubiri awamu inayofuata. Kwa hiyo tumeendelea kufanya hivyo, lakini ni kuhakikishia kwa Manyoni tulikuwa na maombi ya zaidi ya bilioni 1 fedha zilizokuwa zinaomba kwa ajili ya vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Ukiona kiasi hicho ni kikubwa sana ukilinganisha na fedha ambazo halmashauri tulikuwa nazo. Maana tulikuwa na kama milioni 360. Kwa hiyo tukajikuta kwamba uhitaji ni mkubwa kuliko kiwango ambacho kinaomba. Kwa hiyo tukaanza kutoa kwa awamu. Kuna vikundi tulishavifikia na vingine hatujavifikia. Kwa hiyo wana kiu kubwa ya kufanya biashara. Na kwa sababu mmekuja na mlengo kama ule wa serikali, mimi niseme tu kwamba tunawatamani sana mwanze hata leo. Kweli si kweli? Kwa hiyo sisi Manyoni tuko tayari. Tunawakaribisha sana CRDB Bank. Tunatambua jitihada mnazozifanya, namna mnavyounga serikali mkono, lakini sisi wananchi huku wa Manyoni tunatamani mikopo itoke hiyo mapema kadri inavyowezekana, ili tuweze kukimbizana na maisha yetu, lakini tuweze kuzalisha na kukuza uchumi wa familia na mtu mmoja na wana Manyoni kwa ujumla. Kama tunavyofahamu, Manyoni yetu hii iko katikati ya nchi. Tunasema Dodoma ni makao makuu, lakini Manyoni ni katikati ya nini? Ya nchi. Kwa hiyo kama Manyoni tunajitambua na kujipambanua kwamba maendeleo yanaanzia katikati. Pamoja na kwamba kuna pushing factors kwenye baadhi ya maeneo, lakini sisi Manyoni tukiangalia ni mji ambao unakwenda kukua kwa kasi kulingana na factors zinazotuzunguka. Ukiangalia tuko karibu na Dodoma, si ndio? Lakini barabara yetu ya Mbeya ikifunguliwa, watu wala hawatazunguka tena. Kwa biashara zote zitakuwa ni hapa. Ukitaka kwenda Tunduma unanyoka, si ndio? Lakini ukitaka kwenda popote pale, magari hapa yanapita ya Rwanda, Uganda, Burundi, Kongo, kote wanapita hapa. Kwa hiyo sisi tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba tunakuwa active masaa 24, ikiwezekana kwa kufanya kazi, kwa kupokezana, kwa kugawiana majukumu, ili tu mji wetu uendelee kukua, lakini pia na sisi tuweze kukua kiuchumi na kuibadilisha Manyoni yetu. Kwa hiyo inawezekana, ila tunachokihitaji ni support mbalimbali
ili wananchi waweze kuwa na uchumi ambao unaweza kuwafikisha kwenye malengo ambayo walionayo. Lakini pia tuna fursa mbalimbali, tunafahamu tuna madini, tunafahamu pia kwamba hapa pamoja na kwamba watu wanapita ni highway ambayo watu wanapopita wote wanahitaji huduma za kijamii kwenye eneo letu. Kwa hiyo ndio maana utaona mamalishe wako kwa wingi na biashara wanazozifanya zinapata wateja kwa sababu wako masaa 24 wanapita. Na tumeshazoea siku hizi kwamba kuna siku malori ni mengi sana na siku nyingine yanapungua kulingana na bandari inapoachia mizigo. Lakini sasa bandari kavu ikifunguliwa tuna fursa kubwa, si ndio? Na pia tukiangalia kwamba tunatarajia reli hii ya SGR wako wanamalizia kujenga kituo chao hapo cha Makutupora. Sasa kwenye kituo kile ni kwamba wakimaliza mizigo itakuwa ikishushwa hapo. Sisi hapa Manyoni tunanufaika kwa sababu watu watachukulia mzigo hapa Manyoni. Kwa hiyo bado tuna uhitaji mkubwa kwa sababu tunaamini watu wataendelea kuongezeka sana na fursa ni nyingi sana. Tunatarajia kwamba watu hao watakapokuwa kiuchumi bado wataweza kuwekeza katika nyanja mbalimbali. Kama hivyo tumesema kuna masuala ya madini, lakini pia kuna uwekezaji mwingine ambao tunategemea kwamba wao wenyewe kama maeneo ya kulaza wageni, nyumba za kulaza wageni, lakini kuwa na warehouse mbalimbali, hata viwanda vidogodogo mpaka vikubwa, bado watu hawa wanaweza wakafanikiwa na kufanikisha kufanya vitu kama hivyo katika Manyoni yetu. Lakini pia tunafahamu kwamba CRDB mmefungua ile Mama Samia Bond. Ile Samia Bond ni ya kuwekeza kwa wakandarasi. Hao unawaona hapa wanaweza kufanya hizo kazi za kikandarasi, ni swala la kuwezeshwa tu. Tumeona kuna billions of money ambazo zimesainiwa mikataba kutoka kwenye bodi za barabara, wakala wa barabara TARURA pamoja na TANROADS wamesaini mikataba, lakini kwa vikundi vya wakandarasi wanawake. Hivyo vikundi mimi nilikuwa naomba tu kwamba na hawa waweze kuwezeshwa upande huo wa kupata elimu. Kama sehemu ya CSR mimi naomba tu nilichomekea. Sawa? Huwa kuna utaratibu wa kukusanya wamama, unataka kama 200 ili waje kupata hayo mafunzo. Mkifikiwa kama 200 mnapewa mafunzo ya namna ya kufanya kazi ndogo ndogo za kusafisha kando ya barabara, kuzibua mitaro, na hata mkikua mnaweza mkawa mnafanya kazi za ujenzi wa barabara, kwani wakandarasi wengine wanajenga wao, si mitambo jamani. Kwa hiyo unakuta kuna mikataba ya milioni 200, milioni 800, bilioni ngapi za kujenga barabara. Na sisi bado tunaweza tukawezesha wamama hawa wakaingia katika kundi hilo, wakanufaika kama Watanzania wengine ambao wananufaika kutokana na nini? Na mikopo hiyo. Kwa hiyo mimi nikawa nafikiria kwamba kama inawezekana tusaidie upande huo, kwa sababu pia ninyi mna program hiyo ya Samia Bond kwa ajili ya kuwezesha wakandarasi kulipwa fedha na kuwezesha miradi ya barabara. Basi na hawa mtufikirie sasa kwenye CSR tuweze kutoa mafunzo, waweze kufikiwa, wafikishe vigezo vile vinavyowafanya waweze na wao kusimamia miradi mikubwa hiyo ya barabara na hiyo mingine midogo ya kuangalia uendelevu wa shughuli za ukandarasi. Nafikiri watanufaika sana kwa sababu ile fedha itabaki hapa, watazungusha kwa tutakuwa na watu wa level zote. Hawa wa level za chini lakini pia na wale wa level za juu. Ndugu washiriki, naomba niseme tu kwamba mengi yameongelewa na wahusika na wameweza kuelezea kwamba kile walichokuwa nakitamani kukifikisha kwenu mmeweza kukisikia na kukipokea. Mmezisikia faida za programu hii ya Ibeju pamoja na zile kampuni tanzu ambazo zinafanya kazi na CRDB. Tunasema jumuishe. Yes. Sasa niseme tu kwamba sisi tunachotakiwa ni kwamba ukikopa unapaswa kulipa, si ndio? Kwa hiyo ili uweze kukopa na wengine waweze kupata, inabidi ulipe ili na mwingine apate na wewe ukue, ukope kikubwa zaidi. Kwa hiyo ni wasihi sana katika swala zima la hizi
shughuli za uwekezaji na miradi hii au programs zinazoletwa, uaminifu ni jambo la msingi sana. Ni jambo la msingi sana. Usipokuwa mwaminifu, maana yake hautaweza kukopesheka tena. Lakini ukijenga uaminifu, maana yake hata ikija program nyingine watakuangalia kwanza wewe uliye mwaminifu. Kwa hiyo niwasihi sana ndugu zangu, pamoja na kwamba tumepewa mafunzo haya, tumepewa miiko pamoja na yale mambo yanayotupasa sisi kufanya ili program hii iweze kuwa endelevu, na ikiwezekana tutakapokuwa tukitekeleza waje waseme Manyoni wamefanya vizuri sana. Lakini tutafanya vizuri sana kama tutakopesheka, na ukizingatia haihitaji collateral yote ile, si ndio? Hatuhitaji dhamana yoyote ile. Tunafahamu watu wengi wameibiwa vitu, watu wamepata stroke kwa sababu ya kunyang'anywa vitu vya ndani. Na hii ni kwa sababu mtu ana uhitaji, anaona nikakope 200,000, baadaye kesho kutwa anakuja kunyang'anywa, inamletea frustration. Na unakuta kujiandaa kulipa au hujafanikiwa. Lakini kwa programu hizi ni kwamba wewe ukikopa unarudisha kile ulichokopa bila riba. Kwa hiyo tusiwe na haraka za kwenda kukopa yale yenye riba kubwa kwa sababu yatatushinda kulipa. Mtu unakuta unakopa 100,000 kwa sababu una uhitaji lakini unatakiwa ulipe 150,000. Unaitoa wapi? Imezalisha nini? Kwa hiyo kama tutazungusha na labda milioni 1 umekopa ukalipa hiyo milioni 1, inakufanya wewe ile faida unaiweka sehemu ya mtaji wako wa kujitegemea. Baadaye unaweza kukopa milioni 2 ukazalisha, labda kama umezalisha milioni 3 tuseme kwenye mzunguko wa mpaka kipindi cha kulipa, maana yake una milioni nyingine kama mtaji wako ambao hauna riba yoyote. Kwa hiyo unaweza kutunza, mwisho wa siku ukija ukavunja kibubu cha faida tu, baada ya kurejesha deni lako unajikuta wewe mwenyewe sasa unaanza kujikopesha, na ukiendelea kwa utaratibu ule ndio unakuja kuwa bilionea. Kwa sababu kama nimeweza kukopa jumla milioni 2 nikapata faida ya 500,000, nikaitunza hiyo 500,000 na hiyo nikaizalisha, sasa nikasema sitakopa, 500,000 yangu hii itanitosha kuendeleza hii biashara iwe kama mtaji, na yenyewe nikawa na nidhamu ya fedha kwa kuizalisha mpaka kufikia faida yake, nikawa naiongeza, mwisho wa siku nitafikia zile milioni 3 bila kuwa na nini, bila kuwa na changamoto yoyote. Kwa hiyo cha msingi tu tuendelee na malengo yale ambayo yamekusudiwa. Nikienda kukopa, nataka kufanya nini? Nisije nikakopa nikishapokea fedha nikaanza kuwaza mambo mengine au matumizi mengine tofauti na yale ambayo nilikuwa nimekusudia wakati naomba mkopo. Kwa nini? Kwa sababu niseme fedha huwa inahitaji nidhamu, lakini pia fedha ili iweze kutumia na kufanikiwa, malengo yake ujue ndio umeyoyanenea na ndio Mungu aliyoyasikia kama ombi lako kwake. Kwa hiyo ukienda kinyume lazima utapoteza tu. Kwa hiyo ujue pale kwamba ukienda kinyume shetani anakuwa amekuja kuiba. Sasa usiruhusu hilo. Wewe unapoomba mkopo ujue hilo ni ombi lako, Mungu kalibariki pia. Ukishafanikiwa katumie kama ulivyoomba. Ukitembea katika hiyo njia iliyo halali utafanikiwa na utashangaa. Kwa nini? Kwa sababu mpaka unaomba vile umeshastadi namna ambavyo utawezesha mkopo wako kuweza kuzaa mpaka faida. Lakini ukifika ukadanganywa na mtu akakwambia wewe tukalime matikiti yanalipa, kwa sababu kipanda anakwambia tikiti moja linazaa 5, faida yake mara 5. Ukihamia huko wakati ukujipanga wala ukustadi hiyo style ya kulima na kuzaa matikiti 5 kwa tikiti moja, utapotea. Na ukipotea utabaki umeshika kichwa, lakini utakuwa umepoteza mtaji wako. Nenda kwenye malengo yako, fika mwisho na utafanikiwa. Sawa jamani? Imbeju uwezeshaji kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Ndugu kaka zangu kutoka CRDB ambao umetuletea mafunzo haya, meneja wa benki pamoja na kakaangu na Baraka, naomba nitambue pia uwepo wa watumishi wangu hapa na meza kuu kwa ujumla, wananchi wangu mliofika kwenye ukumbi huu pamoja na waandishi wetu wa habari. Mimi niwashukuru sana. Niwashukuru sana kwa kushiriki elimu hii. Tunasemaga elimu haina mwisho. Mkitoka hapa niwasihi sana kila mmoja akampe habari hii angalau watu 5. Ukiwapa watu 5 habari uliyoipata hapa, na wao watahamasika, watawaambia na wenzao, habari zienee ili siku nyingine na wao watamani kuja kujifunza. Lakini pia
watataka kujifunza kutoka kwenu. Si ndio? Kwenye maisha lazima tunashikana mikono. Kwa hiyo utakapomshika mkono mwenzako itakuwa ni baraka, na wewe elimu yako itakuwa haijaenda bure, kwa sababu na wewe huyo utakayemwambia huko aliko naye anaweza akaomba mkopo huko, atasema kumbe kuna imbeju nikienda CRDB, kwa hiyo itamfanikisha kupata kile anachokitamani. Lakini pia ni wasihi nyote, pamoja na kufika hapa, usiondoke kabla hujafungua akaunti yako kwenye benki ya CRDB, ili mkopo wako ukiupata uende moja kwa moja kwenye akaunti yako. Sawa jamani? Sambamba na hilo, mimi niwashukuru sana kwa muda wenu, na niwaombe radhi kwamba nimechelewa, nilitakiwa kuja kufungua, lakini niseme wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Ni wakati